TZD. Leo tulipata fursa ya kuzungumzia dalili ama viashiria vya ulemavu kwa watoto wachanga ama kwa watoto wadogo. Dalili hizi zinatofautiana kulingana na aina ya ulemavu tunazungumzia, lakini leo tutagusia zaidi ulemavu wa uoni. Tutaangalia viashiria ama dalili za ulemavu wa uoni kwa watoto wachanga ama kwa watoto wadogo. Viashiria hivi huanza kuonekana mapema pindi tu mtoto anapozaliwa au katika makuzi ya mtoto. Unaweza kuzigundua katika hatua ya awali ya makuzi ya mtoto baada ya kuzaliwa au katika kuendelea katika makuzi yake akiwa na miezi 6, miezi 7 mpaka mwaka, au inatofautiana. Viashiria vingi vya ulemavu ama dalili nyingi za ulemavu kwa mtoto mdogo huanza kuonekana mapema sana, lakini katika jamii zetu bado tuna changamoto ya kuto kuzitambua hizi dalili mapema pindi mtoto anapozaliwa, na dalili hizo zinapoachwa kwa muda mrefu ndipo zinaweza kusababisha ule ulemavu wa moja kwa moja. Lakini pia dalili hizi tukiweza kuzigundua kwa mapema na tukianza ufuatiliaji katika vituo vya huduma za afya, dalili za ulemavu zinaweza kupotea au kupunguza yale makali ya ulemavu. Katika ulemavu uone, viashiria vyake huanza kuonekana mapema sana, tofauti na ulemavu mwingine. Mtoto anapozaliwa mara nyingi huanza kufumbua macho punde tu anapozaliwa. Wengine huchukua muda kidogo kama siku 1, siku 2 ama 3 ndipo huanza kufumbua macho kwa ajili ya kutazama. Wengine huchukua muda mpaka wiki 1 ndipo hufumbua macho kwa ajili ya kutazama. Lakini kwa mtoto ambaye ana ulemavu wa uoni au ana viashiria vya ulemavu wa uoni, hali inakuwa ni tofauti kidogo na watoto wengine. Mtoto ambaye ameashiria au ana viashiria vya ulemavu wa uoni anaweza kuchukua wiki kadhaa bila kufumbua macho. Anaweza kupata wiki 1.5, wiki 2 ama wiki 3. Ikitokea mtoto amepata muda huo baada ya kuzaliwa, amefika wiki 2, wiki 1.5 mpaka wiki 3, mtoto huyo tunamweza kumhesabu tayari ameweza kuonesha vile viashiria vya ulemavu wa uoni kwa huyo mtoto. Dalili nyingine ambayo inaonyesha ulemavu au inaashiria ulemavu wa uoni kwa watoto wachanga ama kwa watoto wadogo ni ile hali ya mtoto kutofuata vitu kwa kutumia macho. Hii ina maana gani? Pindipo mtoto unapompitishia kitu usoni mwake au karibu na macho yake, yule mtoto hataweza kukifuata kile kitu kutumia macho yake. Kwa mfano, kwa mpira umeanza kumuonesha kupitia mkono wa kulia kwenda mkono wa kushoto, yule mtoto ambaye hana ulemavu au hana viashiria, huyo atafuata ule mpira kwa kuangalia kutoka kulia kwenda kushoto. Lakini ni tofauti kidogo kwa yule mtoto ambaye tayari ameanza kuonesha viashiria vya ulemavu wa uoni, hataweza kufuata ule mpira kwa kutumia macho yake. Kiashiria kingine ama dalili nyingine ambayo itaashiria ulemavu wa uoni kwa watoto ni ile hali ya mtoto kupwesa isiyokuwa ya kawaida. Tukimwona mtoto anapwesa mara kwa mara au anapwesa bila mpangilio maalumu au anapwesa sio kitu cha kawaida, huyo mtoto ameanza kuonesha viashiria vya ulemavu wa uoni. Ishara nyingine ama dalili nyingine ni mtoto kuzaliwa na macho meupe sana ama meusi sana. Tunajua maumbile ya macho yetu yalivyo, yanakuwa na mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi. Sasa ikitokea mtoto amezaliwa au mtoto mdogo yupo na macho meupe sana ama meusi sana, hiyo ni miongoni mwa dalili au viashiria vya ulemavu wa uoni kwa huyo mtoto. Dalili nyingine ambayo itaashiria ulemavu wa uoni kwa watoto wachanga ni ile hali ya mtoto kutotofautisha mwangaza mkubwa na mwangaza mdogo kwa kutumia macho. Hii inaonekana kwamba pindipo mtoto mumweka ndani, kuna hali ya ukiza kidogo, lakini ukienda kuwasha taa, yule mtoto hataonesha dalili yoyote katika macho yake kama kuna mwangaza au kumeingia mabadiliko ya mwangaza ndani ya nyumba. Lakini tuchukue mfano mwingine, mtoto umeweka ndani, umetoka na nje ambacho kuna mwangaza wa jua. Yule mtoto pia hataonesha kama kufumba au kufumbua macho kama ni kiashiria cha kwamba amefika sehemu ambayo ina mwangaza ni tofauti na kule alipotoka ndani. Kwa hiyo tukimwona mtoto ambaye hatofautishi mazingira ya mwangaza na mazingira ya giza kwa kutumia macho,
Hiyo pia ni miongoni mwa dalili ama viashiria vya ulemavu wa uoni kwa huyo mtoto. Dalili ya mwisho ni mtoto anapofika ile umri wa kutembea au umri wa kutambaa. Mtoto anapotambaa au anapotembea, mwenye viashiria vya ulemavu wa uoni anakuwa na kawaida ya kujigonga anapotembea, kwa sababu uoni wake unakuwa ni mdogo, hawezi kutambua kitu kwa karibu zaidi. Mara nyingi wazazi tunakuwa tunapata na mshangao, mbona amejigonga kile kitu na kipo sehemu ya wazi kabisa. Sasa ukimwona mtoto anatambaa au anatembea lakini ana tabia ya kujigonga na vikuta au na vitu vingine ambavyo vipo katika mazingira yake, huyo mtoto anaonekana na viashiria vya ulemavu wa uoni. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu, usikose kufuatilia mada inayofuata, viashiria vya ulemavu wa akili kwa watoto wadogo.